Usiku unaniona nikiwa peke yangu, nikiuliza mbona moyo haujatulia. Jina lako linanifuata kama kivuli, kila nikijaribu kusahau na kurudia. Nilijipa nguvu nikajifanya shujaa, lakini mbele ya macho yako na nyamaza. Moyo wangu ni wako, hata kama unaumia. Nakupenda kimya, hata kama hunitambui. Hivi wewe niongea mara ngapi? Ili eneo nani amekuruhusu ufanye biashara hapa? We mama mchawi, mbona ni kielele na niking'ang'anizi? Baba samahani babangu. Samehe babangu, nimalize mboga hizi tu babangu. Eti samahani. Hivi wote ungeomba samahani, ungeona msululu hapa umepangana hapa kama hawa anasema sisimizi, ungeona umedagaa wote maeneo haya. Baba maisha baba. Maisha. Hivi wote ungezungumzia na nimekwambia hivi, ili eneo sitaki nikuone. Ondoka. Toka, huruma sio malezi mama. Usiku unaniona nikiwa peke yangu, nikiuliza mbona moyo haujatulia. Jina lako linanifuata kama kivuli, kila nikijaribu kusahau na kurudia. Nilijipa nguvu. Sasa ndugu yangu, nimekuita hapa, kuna shida. Kuna vitu vinaendelea huko ndani, mimi sivielewi kabisa. Nimekuita wewe kama kiongozi wetu, ndiye msimamizi wetu hapa. Sisi wengine ni wapangaji tu. Kuna vitu ambavyo vinaendelea huko ndani sio sahihi kabisa kuendelea, kwa sababu kuna vitu vinatokea sio vizuri. Kuna muda unaweza ukakaa ukasema saizi nimpigie baba aje kunitembelea. Anafika hapa anakutana na vitu vya ajabu. Sasa inakuwa sio vizuri. Dada huyu wa chumba hicho hapo anazingua sana ndugu yangu. Anaweza akakaa nje hapo, mapaja yako wazi. Anaweza akaja rafiki yake, wanaingia humo ndani, wanawake wawili, wanafanya vitu vya ajabu, sauti zinasikika. Baba yangu, mama yangu anakuja kunitembelea na wadogo zangu. Sasa wanapofika hapa, wanakuta hali kama hii. Kuja tena kunitembelea kakao na kwa sio vizuri. Hawaji. Yaani hata wewe ashumu ndo unaishi humu. Leo kaja mdogo wako kaja kukutembelea. Anafika hapa, anamkuta dada kakaa tu mipaja wazi. Mwanangu, nimeamka salama, tunashukuru. Kwa hiyo hapo mimi nakuaga. Na wewe unaenda shuleni, mimi naenda kuchukua mboga. Leo nitaenda mbali kidogo, kwa sababu pale ninapochukuaga kila siku mboga zimekuwa adimu sana. Yaani tumekuwa tuuze sasa hivi wengi mwanangu. Yaani acha tu mwanangu, biashara hii ni ngumu sana sasa hivi mwanangu. Kwa hiyo uwe makini huko shuleni. Sawa mwanangu? Na wewe ukirudi shuleni, kama utawahi kurudi, nimeacha mboga, nimeacha dagaa hapo ndani. Utasonga ugali. Kama nitawahi kurudi, tutakula pamoja. Kama nitachelewa, utakula wa kwako, wa kwangu unaniachia. Sawa mwanangu? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Afu mama, vipi kuhusu ile hela mchango niliyokuambia? Hela mchango mwanangu nakumbuka. Ngoja nikahangaike kwanza leo. Nikijaliwa leo, kesho utaenda nayo. Kama sijajaliwa, basi nikamwambia mwalimu nipata hata kesho. Sawa mwanangu? Haya mama, mimi naenda. Haya mwanangu, masomo mema, bye. Hivi unafikiri awamu ijayo atakuja tena? Unajua umeongea sana, lakini sichakuelewa. Kwa sababu nilikuwa najua umenitia kitu cha maana. Mimi kinachosababisha na kuja hapa ni kukusanya kodi tu ya wapangaji, sio kufuatilia maneno ya watu. Na kingine, nikipangisha chumba, sifuatilie maisha ya mtu. Sawa? Unaona chumba chako hicho? Hata ukileta wanawake 10, 7, 8, fresh tu. Lakini uzingatie tarehe ya mwezi ya malipo. Sasa mpatikane kwa wakati. Sawa?
Hayo mambo mengine achana nayo. Hapa ni mjini, kila mtu ana njia yake ya kuingiza pesa. Waliosema mjini akili hawakukosea. Ukisema tumie nguvu utazalilika mno. Kwa hiyo ndugu yangu, fuatilia maisha aliyokuleta. Achana na mambo ya kufuatilia wapangaji wenzako. Ashawahi kuingia ndani mwako? Ashawahi kukuibia? Si hamna. Sasa kinachokuumiza akili ni nini? Ushinde kufanya mambo yako ya muhimu, ufuatilie mambo ya wanawake. Sio kweli mwanangu. Ujaribu kuongea naye, hawezi kubadilika. Hii sio vizuri, sio sahihi kabisa. Japokuwa tumepanga nyumba za watu, lakini ajaribu kujimaintain mwenyewe. Afanye vitu vyake kwa uangalifu. Tajaribu kuongea naye. Acha mimi nikuache niende kwenye harakati zangu. Nashukuru sana ndugu yangu. Hapo. Asante. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Mama, nilingani nimpitia Zuu tuondoke shule. Zuu mbona katoka asubuhi sana hapa? Kaambia nakupitia wewe mnaenda shule. Basi sawa mama, ina shida, labda atakuwa wanitangulia. Inawezekana kawa kwa rafiki yake yule Pili, yule ambaye mimi simpendi. Pitie huko. Usipompata huko utaenda shule, labda atakuwa shafika nyumba shule. Sawa mama, nitakuta huko shule. Haya mwanangu, masomo mema. Usiku unaniona nikiwa peke yangu, nikiuliza mbona. Unajua nikumisi sana. Nikumisi pia. Yaani ninapokuwa safarini naendesha, lakini mawazo yote yapo hapo. Kweli. Nafikiria nimekuachaje, nafikiria utakuwa umeishi vipi. Basi ondoa shaka, ushafika na umenikuta. Karibu nyumbani. Ndio shida. Hebu ngoja. Ndio kunilenga baba. Pole mwangu kwa uchovu. Mimi nishapoa. Vipi unaendeleaje hapo nyumbani? Kama ulivyonikuta mimi naendelea vizuri. Kweli? Sijui wewe kwenye mihangaiko yako. Mimi naendelea vizuri. Nashukuru nimeenda salama na nimerudi salama mke wangu. Ila hata yote nilikumisi sana. Nikumisi pia. Ngoja. Halo? Mnaenda pale dukani kwa Sefu Makwega, kuna mzigo pale nimeuacha naitea nyumbani. Dukani pale kwa Sefu. Nenda pale kuna kiroba cha mkaa kipo nje na kuna mzigo mwingine niliweka ndani pale. Kaifunga niletee hapo sasa hivi. Okay. Nitaka nishangae. Yaani uje tu na kibegi hiki pasipo kuniletea zawadi kweli? Na mimi siwezi kufanya hivyo. Najua nikiwa natoka safari nikirudi lazima nilete vitu kwa ajili ya mke wako. Niliviacha pale kwa Sefu. Najivunia kuwa na mke bora kama wewe. Kweli? Yeah. Sawa, nashukuru. Ngoja, subiri kidogo. Nisubiri nini tena mke wangu? Sasa hapa najua bado una uchovu. Nenda kwanza kajimwagie maji, alafu kisha nikupe zawadi yako na kuandalia. Kwa zawadi? Nakusaje sasa zawadi ya mume? Sawa. Nenda kaoge. Sasa bwana mdogo, mimi nimekuita hapa, mimi wewe rafiki yangu. Kwa kama kuna mambo ambayo yanakuwa yaendelee vizuri au naona kuna utofauti wowote, mimi lazima nikukalishe chini nikueleze au nitake kujua nini kinachokaendelea. Kubwa kwa shemeji. Unajua shemeji sasa hizi amebadilika sana, amekuwa mtu sio kuwa na furaha. Yaani unakuja nyumbani hapo unakuta mtu ana mawazo.
Sasa kwa utu uzima mtu ukinitazama unajua hapa kuna kitu kinachomkaendelea. Yaani kuna the Badland inayomkaendelea. Mimi nikasema sio swala, niwe rafiki yangu, tumetoka wote mkoani huko, tumekuja Dar es Salaam hapa kutafuta maisha. Sasa kama tumekuja wote, na maana la kwako la kwangu na la kwangu la kwako. Pale utapokuwa naona kuna utofauti, lazima nikuulize. Wezu, umetoka wapi? Na shuleni hujafika? Nimetoka kwa rafiki yangu huko Pili kujisomea. Maana asubuhi nimetoka kuulizia. Mama akaniambia kwamba umetangulia kuondoka shuleni. Cha ajabu nafika shuleni sijakukuta. Na sasa hivi unatoka niambia unatoka wapi? Nimetoka kwa rafiki yangu huko Pili kujisomea. Wewe na huyo Pili, mama kusaidia ukataza kuwa na ukaribu naye. Kwani amesemaje? Mimi sijamwambia na sijui utaenda kumwambia nini mama yako. Maana mimi nilipita kuulizia ndo kama hivyo nimekwambia, nikakukuta hauko. Wewe nawe si uniambie, mimi si rafiki yako, mfundo kuniambia amesemaje? Mimi sijui, mtaenda kujuana wenyewe. Wewe nawe kama kupenda ni kosa basi na sababu nyinyi ndoa yenu huyo bado changa. Yaani hata miaka 3 haijafika. Kwa leo hii mimi nikasema nizungumuze na wewe ndugu yangu. Kipi kinachomkaendelea wewe na shemeji, au kuna ugomvi wote unaomkaendelea na shemeji? Ndugu yangu Kamebunda, mimi nimekusikiliza kwa makini sana. Na nimekuelewa vizuri. Ila usichokijua kitu kimoja. Mimi na mke wangu hatuna ugomvi wowote aina yoyote. Na hamna shida yoyote hiyo. Ile sema tu yule mwanamke ni zamu hana. Ndio maana unamwona vile kulalamika. Sema si eti mimi nachuki naye na ugomvi naye, hamna. Mimi namtimizia mahitaji yote anayotaka. Sema tu yeye tu na kisirani chake. Ndio vile kuonyesha kwa watu na kama mimi na yeye tuna ugomvi. Ila mimi rafiki yangu mimi yule sina ugomvi naye. Ningekuwa na ugomvi naye, mbona ningeshampata talaka ndani humo. Wewe bwana Evaristo unanichanganya unapokazungumza kwamba shemeji hana nidhamu. Wakati hata kabla hujamuoa mimi ndo nilikushauri na hata ndugu zako walisupport kutokana ni shemeji ni mtu fulani hivi ambaye anajielewa. Sio kama hao dada wa mjini au kuvaa mawigi ya 30 sijui ya 6 kwenye urembo. Ni mtu ambaye yuko perfect, ukinitazama unajua huyu amenyoka. Sasa leo wewe unapokasema kwamba shemeji hana nidhamu, acha ukweli unanichanganya ndugu yangu. Na labda wewe kama kuna kitu chochote kinachomkaendelea, mimi ndo rafiki yako. Mimi ndo shoga yako. Na maana sisi masoga. Wewe kama kuna kitu kinaendelea unaniambia bwana shoga yangu, shemeji yako huyo amekalawila hapa amefanya hivi au mimi ndo nina matatizo. Kwa sababu mimi ninakujua tumetailiwa wote jando. Tunduru uko polini. Ungekuwa kusema wewe una matatizo, mimi ningejua kwamba wewe una matatizo. Na shemeji yule umemua yuko safi. Sasa leo wewe unapokasema unaficha, mwisho wa siku inaweza kuwa sio vizuri. Lakini kwa sababu mwenyewe umeshasema hamna kinachokaendelea, sawa. Kwa sababu haya mambo ya ndoa. Mambo mengine ya ndani, lakini mimi nilijua kuna tatizo ndio maana nilikuuliza. Yaani baada ya nsenga nza ya Sumani na mimi ninasimama hapo kama rafiki yako. Lakini kwa sababu umeshazungumza mwenyewe hamna kitu kinachokaendelea, sawa. Yasije akawa mambo yakinapitu na hapa tu. Kumalambo gapi tu. Hamna changamoto yote rafiki yangu. Ungeona changamoto? Ningekwambia kwa sababu mimi na wewe tumekuwa wote tumecheza wote. Sasa mimi ninachokuomba bwana Evaristo, yule bwana mwanamke yule, hebu muheshimu. Hata kama ana mapungufu mnagombana. Unajua wanawake hao sometimes wivu. Najua utamu wake utoke nje tena watu wakakalawile wengine. Mimi ninachokuomba wewe muheshimu. Alafu na wewe sio na hasira muda wote, sio vizuri. Wewe mwendo. Wewe ukiona vipi unakuja unachukua ndizi chibandani pale unaniletea zawadi, siku nyingine unaimba pale. Meladu dada. Vile wanavyokaimbaga vya kindatela velao. Unaimba na kanyimbo unatokea na ndizi pale za 500 za 1000, ndoa ndio inajengwa kwa furaha. Sawa? Basi mimi nashukuru kwa ushauri wako. Kwa leo mimi nitakuwa namletea vitu na kumwimbia nyimbo za Kihindi. Mimi naenda kuchukua kwa matunda hapo studio hapo. Manake nzigo jana ukufika mvua imenyesha. Treni gari lenyewe lenye nzigo huyu akawa anavuka sio Gongo la Mboto. Treni likagonga fuso ile matunda yote pale yameharibika pale. Ya matikiti pale yamedondoka pale matikiti yamedondokea hapo.
Uzuri wake mimi nakujua. Muongo. Nakujua vizuri. Ila tuyaache hayo. Haya nilio kwa kuambia hao wadhamini. Ila hilo nilio kwa kuambia ndugu yangu uliweka kichwani. Mjini hapo uweze ukapata wanawake wa kueleweka. Haki ya Mungu mimi ninakuapia Yeswe. Kwa hiyo hebu kaa vizuri na shemeji. Mimi baadaye nitakuja hapo hapo kusalimia, ngoja niwahi. Basi hamna shida. Unitoe. Unitoe. Nakusindikiza. Twende kwa baada hata matunda. Tunashangaa jiwe linakukimbiza hapo. Lakini mbele ya macho yako na nyamaza, moyo wangu ni wako, hata kama unaumia. Nakupenda kimya, hata kama unitambui. Nikilia peke yangu, dunia haijui, lakini mapenzi yako yamekaa moyoni. Mungu. Nimekumisi. Amka, mimi nimekumisi. Kesho asubuhi nini Mungu, wakati mimi nakwambia nimekumisi sasa hivi. Nasikia sasa hivi nimechoka, yani nimechoka, mwili wote hauna nguvu. Nakuomba vumilia asubuhi. Kwani uko na wanawake zako? Lakini mbele ya macho yako na nyamaza, moyo wangu ni wako, hata kama unaumia. Nakupenda kimya, hata kama unitambui. Nikilia peke yangu, dunia haijui, lakini mapenzi